Hello, habari za muda huu, unasikia na kuona hiyo vibe. Hapo ni kileleni, kilele cha Bondwa. Bondwa ni kilele cha pili kwa urefu katika safu za milima ya Uruguru zinazopatikana mjini Morogoro, Tanzania, na ni sehemu nzuri sana yenye mandhari nzuri, na ukiwa hapo juu unaiona Morogoro vizuri kwa uzuri wake kabisa. Basi safari hii ilikuwa imeambatana na watu mbalimbali, wakiwemo watu ambao ni mara yao ya kwanza kabisa kupandishwa Bondwa. Hawa walitupa experience yao kufika Bondwa Peak kwa mara yao ya kwanza. Sasa tunahitaji kujua experience yao, safari ilikuwaje, changamoto waweza kuzipata mmoja hadi mwingine. Naanza na huyu ambaye amechoka sana. Hebu tuambie safari yako ilikuwaje, na ndo mara yako ya kwanza kufika Bondwa, umejisikiaje? Safari ilikuwa nzuri. Chris, unasemaje kuhusu safari hii ambayo ni mara yako ya kwanza kufika Bondwa? Tabasamu la kamanda na wake ilikuwa ni raha mstarehe barabarani. Tulipata nafasi ya kwenda kwa kusikiza muziki, kuona chat na kupeana idea mbalimbali, huku tukifurahia mandhari nzuri inayopatikana katika barabara zinazoelekea katika mlima wa Uruguru na kileleni Bondwa. Going to Bondwa. Katikati ya barabara tulikuwa na nafasi ya kupumzika, kuweza kunywa baadhi ya maji, kunywa juice. Kama kawaida Wanabondo walikuwa wakiongoza kibasi cha kwanza kabisa, na katika safu hizi za milima ya Uruguru ni mandhari ambayo ukiwa katikati ya mlima unaona utulivu na uzuri wa asili ambao Mwenyezi Mungu ameweza kutujalia na kutubariki. Watu wanachoka upata maji. Hapa ni Mheshimiwa Judge Steven Magoiga akiwa pandisha katika sehemu ya milima ya Uruguru. Basi Judge Magoiga kaongoza kibasi, tukiendelea kupandisha safu hizo. Safu hizi ni mandhari nzuri sana. Tukafika kwa Jerumani. Hiki ni kituo ambacho kipo juu kabisa katika safu za milima ya Uruguru na kimejengwa za nyuma sana na huko akiwa anaishi Mjerumani. Na muda wa kibegi ukawadia. Kibegi kwa muda kama inaanza kutumika sasa. Sababu unakuwa sasa unaona kama mwili unataka iache mwili. Sasa inabidi uongeze tu mafuta. Mwenyekiti wa Bondo Hiking Club kimejitosheleza Gabriel akimwelezea Judge Steven Magoiga juu ya kibegi. Hapa tulipata nafasi ya kupumzika na kula kibegi na vizuri kabisa. Mheshimiwa Aisha Ali Sinda, naye jaji wa Mahakama Kuu Morogoro, amefika kujumuika nasi katika kibegi na kuendelea na safari yetu katika kuitafuta kilele cha Bondwa. Safari hii bila kibegi ni ngumu kuchomoa kwa sababu unahitaji nguvu, unahitaji kuenergize, unahitaji kurudisha ule hali ya kuendelea kuhike. Ndani ya msitu ya Uruguru kuna mandhari nzuri, miti mbalimbali ya kiasili, kuna matunda mbalimbali ya kiasili, lakini pia ni sehemu nzuri ya kurefresh na kumeditate, kwani hali ni ya utulivu na ukijani asilia wenye kuvutia na kutuliza nafsi. Mheshimiwa Aisha Sinda akiendelea kufanya hiking na kukiambatana na wadau mbalimbali ambao wanaelekea wote katika kilele cha Bondwa. Mheshimiwa msitu wa Uruguru. Magoiga akitoa experience yake. Huko vizuri kweli. Bado kilomita 2 kasoro na tufike Bondwa. Tutafika. Tutafika. Yaani hapa nikipelekea moto tu. Tunaipa moto kama kawaida. Pesa ya upendo. Pesa ya upendo kabisa. Tunafika mdogo mdogo. Tukaendelea na hiking na hatimaye tukaingia katika kilele cha Bondwa. Katika kilele hiki jamani, safari hii yote ni udhamini maalum kabisa wa Mahakama Kuu Kanda ya Morogoro wakishirikiana na Bondo Hiking Club kuhakikisha wadau wetu wote au wadau wote wa mahakama wanafurahia na kuhamasisha utalii wa ndani. Mheshimiwa Aisha Sinda alikuwa na haya ya kusema baada ya kufika kileleni. Keep moving and push myself. Lakini nimefika hapa Bondwa Peak. Now I feel a little bit relieved. Pia nishukuru Magoiga pia alikuwa na haya. Guide na umetutia moyo. Bila kufanya hivyo kwa kweli tusingefika, kwa sababu kuna kipindi unafika sehemu unatamani hata urudi. Hii kwa sababu mwenzako amekwambia ni hapa karibu, ili akikenya kwamba si mbali si karibu, lakini tutajitahidi. Na sisi tukasema si mbali si karibu, na tukaja tumefika. Kwa kweli tunashukuru sana. Naamini kwamba klabu ya Bondwa itaendelea kushirikiana na nyinyi. Sio kwa ajili kwa hiki, tuna mambo mengine ambayo yapo ya kijamii. Na namna ambayo tutasaidiana, mmekuwa kama ndugu. Mnapokuwa na mambo mazuri, mambo yote yanayokuta mtushirikishe sisi kama mahakama.
tutakuwa pamoja. Asante sana mheshimiwa, naongera sana kwa kuweza kufika Bondwa Piko mara Baada ya ya kwanza. shukrani na salamu hizo, basi kuendelea vibe, watu wakacheza na kuburudika, haswa wakifurahia mandhari na hali nzuri inayopatikana Bondwa. Hawa ni Bondwa Hiking Club, jeshi la polisi, wadau mbalimbali wa mahakama, watumishi wa mahakama wakifurahia kufika katika kilele cha Bondwa. Kawaida muda wa kuongeza nguvu, tukapata soup iliyoandaliwa na mahakama kuu kanda ya Morogoro. Baada ya kupata soup na salamu mbalimbali, tukiwa tunafurahia, basi kufika wakati wa wadau waliweza kushiriki kutoa salamu zao na pia kuelezea ufuraha ya kufika. Akiongozwa na jeshi la polisi, alitoa shukrani kwa kufika. Pia hifadhi ya misitu ya Uruguru ilitupongeza kwa kuweza kufika. Na mahakama, kwa sababu tunaposimamia misitu tunasimamia kanuni ambazo zimewekwa na nchi. Kwa hiyo sasa walao ratibu hizo kanuni na sheria. Na kisha mwenyekiti wa Bondwa Hiking Club akaelezea experience na uzuri wa kufika Bondwa, akiwakaribisha pia waliofika kwa mara ya kwanza kabisa. Lakini leo watu wanakaa na jaji anakaa na askari, ni kitu ambacho kiko kabisa. Ingine pia tuna wale ambao wamefika leo kwa mara ya kwanza, wamepata ubatizo, wamepata vigezo kwa kuwa wanabondwa. Kwa mheshimiwa hao nao, wao hii ni mara yetu ya kwanza na sisi kuchoma nyama na kula supu wote. Jaji Magoiga ambaye alikuwa ni mkuu wa msafara huu akatoa shukrani zake na kutuelezea maisha ni mafupi, tuna umuhimu wa kufurahia na kushirikiana katika nyakati zote. Tumefika, lakini ndani yake tunaona mambo mengi na ukuu wake. Yaani unajua ukiangalia milima ilivyokaa unashangaa. Lakini bado watu wanaishi na wanalima na wanafanya shughuli zao. Hiyo tunachosema ni nini? Fanya siku moja, mfanye mtu mmoja sana kwa siku. Kama sio, amenitia moyo sana. Na nikaa na hesabu kona, yeye ni za kwangu zinapishana na kwake. Lakini nikajua hii ni mbinu ya nini? Ya upandaji wa nini? Wa milima hiking. Kwa sababu katika hiking, moja ya sifa ni kumtia mtu moyo, usimkatishe tamaa. Kweli. Kwa kweli kwenda, unajua life is too short, eh? Ukipata nafasi ya kuenjoy, enjoy. Asante. Tukaja mlimani, tukafika picha tukaondoka. Tukasema kwamba hapana, tukifika kule hilo eneo, tupate muda wa kupumzika, lakini tupate muda wa kuenjoy. Ndio. Hapana chezea majaji wetu kwa maana. Basi na siku ya tarehe 28 mwezi wa pili 2025 ikawa ni siku bora, na wana Bondwa Hiking Club tunasema asante.